Magufuli amemaliza pale, wale waliokuwepo watashuhudia jambo hili. Tumemaliza, tumeongea pale, ananiuliza Polepole, vipi? Akijua tumezungumza before, mimi siungi mkono jambo hili. Nikasema salama tu mwenyekiti. Tukaingia ndani, bwana Rostam alikuwepo, yuko vizuri. Hawa watu wamekuwa wanamuwinda wampate kwenye engo wamalizane naye. Na leo nitawaambia kitu kimoja. Ziara ya mwisho ya Rais Magufuli alitokea Morogoro, yuko vizuri kabisa, kaenda soko la Kingalu vizuri kabisa. Ziara ilikuwa inaishia soko la Kingalu. Sasa ni makosa sisi wote kama binadamu tunaweza kufanya. Akasema hapana, tunabaki Morogoro. Akaenda kuzindua viwanda Morogoro, akamaliza kuzindua viwanda, kimojawapo kilikuwa cha Rostam. Wale walikuwepo, yani kama kuna siku tutaka watu waulizwe maswali, wale walikuwepo pale siku ile waeleze kuna mazingira very strange yalifanyika siku ile katika namna ambayo haikuwa imetarajiwa. Baada ya hapo rais anarudi Dar es Salaam, na hiyo ndio ilikuwa safari yake ya mwisho. Mimi katikati hapo nilikuwa Arusha, nikaitwa siku anakwenda kuzindua Magufuli stendi ile mabasi ya kimataifa pale Mbezi. Nikatembea usiku, nikaja pale asubuhi Ubungo pale Mbezi, tukazungumza, tukazindua. Tukatoka hapo tukaenda polisi Kurasini, akazindua pale kiwanda cha mambo ya uniform za jeshi la polisi. Hasa hapa nitawapeleka mbele na kurudisha nyuma. Mwaka 2020 wakati tunafanya mchakato wa uchaguzi, na lazimika kumsema kipindi hiki, Mama Angela Kiziga ambaye sasa hivi ukitazama kokote rais anakwenda, yule mama yuko pembeni, mbunge wa Afrika Mashariki, lakini yupo kwenye ofisi binafsi ya rais. Sasa yuko pale, majina yameletwa 2020 kwa ajili ya Kawe. Amefanya vizuri. Aliyetoa hoja yule mama akatu alikuwa John Pombe Joseph Magufuli, na akatoa sababu mbele ya kamati kuu. Makamu wote wawili walikuwepo, Mama Samia alikuwepo, Majaliwa alikuwepo, sisi wote tulikuwepo. Akasema huyu tuna kesi naye kuhusu uniform za jeshi la polisi. Amechukua hela, uniform hamna, na tunamfunga. Tukamweka pembeni. Siro akiwa IGP. Rais Magufuli anafariki, tunamkabidhi mama chama. Tumeenda pale White House, makao makuu ya chama, ndipo nilipoona ukaribu wa Mama Samia na Angela Kiziga. Sikuuelewa, nikasema huyu ni nani? Kwa nini yuko karibu? Ni mtuhumiwa kwa jambo serious kabisa. Inawezekanaje rais amefariki, umekuwa mwenyekiti, halafu uko close na huyu mtu? Ni mtihani. Sasa nimewapeleka habari ya uniform, lakini nataka tumalizane. Morogoro ndiko shida ilipoanza. Morogoro ndiko shida ilipoanza ya Rais Magufuli. Alipokuja Dar es Salaam, tumesema tumeenda Magufuli stand, tumekwenda polisi pale Kurasini,
ninaieleza habari ya Angela Kiziga. Tunatoka polisi Kurasini, tunakuja Channel 10, tunazindua Channel 10 ofisi, anakuwa na mkutano wa hadhara Mnazi Mmoja, anafungua soko pale Kisutu. Baada ya pale sisi wasaidizi tulichatenela mpaka kama wiki moja hivi, na ndio ikawa baada ya hapo mwisho wa Rais Magufuli wiki ya pili iliyofuata, na tukatangaziwa tarehe 17. Lakini matukio kusema ataondoka, tumejadili mpaka kwenye kamati kuu. Kamati kuu moja imekaa Lumumba, tumejadili. Membe alihusika kusuka mipango ya rais kuuawa, na ndio ulikuwa msingi wa sisi kumchukulia hatua Membe. Sisi Chama cha Mapinduzi, na utaratibu wote umefuatwa. Membe alikuwa kundi gani? CCM mtandao. Ameshatangulia mbele ya haki, lakini mimi niwaambie ukweli, mjue mchongo mzima ulivyokuwa. Bahati mbaya sana, Magufuli alifanya kosa moja la kuamini hawa watu wanaweza kuwa watu wema na kufanya maridhiano katika nchi. Nimeweza kuhusu kashfa ya uniform za jeshi la polisi. Sasa wakati mwingine unajiuliza, hivi nani ana supply vitu kule jeshi la polisi? Mama huyu ni mmoja, lakini watu wenye dhamira njema wafahamu hata leo hii supplier mkubwa wa vifaa pale si mwingine. Sasa inawezekanaje ukawa supplier wa vifaa kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, halafu ukawa unakaa na rais kila siku mko pamoja, hata kwenye kampeni yuko pale, hata kwenye kuchukua fomu yupo? Tunatofautishaje kwamba vitu hivi havina uhusiano? Mimi nasema neno haya, historia inihukumu, lakini kwa yale nayajua ni vizuri mkajua, ndipo tulipofikishwa na CCM mtandao ambao wamemkamata na kumdhibiti Mama Samia Suluhu Hassan. Zimekwepo kauli, nimetafutwa na watu kadhaa, viongozi wakubwa wa dini wanasema, lakini wewe Polepole wanasema hivi, lakini kwamba Magufuli alikuwa amshirikishi Mama Samia vitu vyote, ndio maana Mama Samia anaonekana mtu tofauti leo. Mimi nitasema uongo, ameshiriki vitu vyote. Makamu wa rais ni msaidizi wa rais kwa mambo yote, na ndio maana hata kwenye mikutano yote wanafanya yupo. Unakumbuka walipozungumza habari ya wamachinga, aliitwa makamu wa rais na mawaziri, akawatuma wamachinga wasinyanyaswe. Unakumbuka Magufuli amefariki mwaka 2021. Mwaka 2021 huo wamachinga wote waliondolewa kwenye maeneo ya mjini. Au mimi nasema uongo kuhusu story hii? Twende tukalinganishe. Magufuli anatoa maelekezo kwa Mama Samia wamachinga wasinyanyaswe mjini. Magufuli anafariki, wamachinga wanafukuzwa kote nchini Tanzania kwenye maeneo ya miji. Sasa nataka kusema si kweli. Mama Samia alipewa hadi kazi very sensitive kwenye nchi yetu. Alafu anayosema hayana kiapo, nimeyajua mimi nikiwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, na kwenye Chama cha Mapinduzi hakuna kiapo, isipokuwa kiapo ambacho kipo siwezi kuambia ni kwenye kamati ya maadili, kwa sababu kule tunaapa tusizungumza ndani na tukitoi nje. Haya mengine haya kwa watu wa CCM mtandao wasiokuwa na uhalali nitawaambia tu. Kuna ndege yetu iliyowahi kukamatwa Afrika Kusini. Yuko bwana mmoja, na hii ilikuwa serikali ya Kikwete ilipokuwa inampatia Dangote eneo Mtwara, walibomoa watu pale. Yuko bwana alikuwa pale ana mashamba yake, ndio yule mzungu akaenda akashika ndege yetu kule. Sijui ilikuweje, Rais Magufuli akasema ili kutuma, anatuma gana inavyompendeza mwenyewe, mtume huyu, mtume huyu, mtume huyu, mtume huyu. Sisi wote tumewahi kutumwa kazi na Rais Magufuli, assignment ya kwenda kusimamia urejeshaji wa ndege yetu Afrika Kusini. Alipewa Mama Samia akiwa makamu wa rais. Na kipindi hicho sisi kwenye chama tunafuatilia kila kitu kwenye serikali.
kazi anapewa makamu wa rais, baadaye katika process anaibuka mchengerwa. Hata watu walioshiriki kwenye negotiations zile wanashangaa, inakuwaje? Saa ingine tunasema tunaelekea huku, ndio mwelekeo wa nchi, watu wanakuja wanaturudisha tunaelekea huku. Na yasema haya maneno kwa sehemu ili wajue tunajua. Si tulijua mwaka huu mnamaliza uongozi, tunarejesha chama chetu kwenye mstari na kushughulika na watu hawa, lakini nimegundua sio rahisi ni kuacha. Kwa sababu gani? Ya makando kando ambayo mko nayo. Makando kando haya ni kwa manufaa ya Watanzania? Hapana, la hasha, ni manufaa yenu wenyewe, haikubaliki. Sasa wezi wa siku hizi wakiiba, unajua wanachokifanya? Zamani wezi Ulaya kule wakiiba, wananunua picha, paintings za sanaa, paintings, mapicha ya zamani, Picasso, sijui nani, mapicha yale, picha ya Da Vinci, mapicha ya Mona Lisa, yote yale wananunua hayo mapicha. Sasa na saa za mkononi zile za gharama wananunua hizo, ndio wanafichamo zile pesa zao kwenye vitu vile vya thamani. Sasa huko ujinga mmoja wa wezi tangu zamani mpaka leo, wakishakuwa na pesa nyingi huna kwa kuzipeleka, kwa sababu ni nyingi, umeiba, ni nyingi mno. Ulimbukeni ni kununua magari ya fedha nyingi ya kifahari. Kwa unaweza kwa mtu kwenye yadi yake amejaza magari. Ogopa sana mtu ambaye anapanda gari moja kwa wakati mmoja, lakini ana magari 50 kwenye yadi. Sio biashara, ni ya kwake mwenyewe, anatakatisha fedha, anatakatisha fedha. Narudia tena, ogopa sana mtu wa namna hiyo, ogopa sana. Na hapa ndipo TRA inatakiwa ingie na kuuliza, wewe unanunua gari ya bilioni 2. Aha, okay, tunakushukuru kupata kodi hapa. Kiwa unajishughulisha na nini? Nini kazi yako? Kwa sababu lazima tuulizane kama taifa. Hatuwezi kuwa tunakuja hapo wana hela isiyojulikana alafu hakuna mtu wa kuuliza. Haiwezekani. Wanajenga majumba ya kifahari, penthouse. Penthouse ni majumba ambayo ni ya kifahari, makasri. Ndio Masaki inavamiwa sasa hivi, kulia, kushoto, kati, kote. Ni vizuri tukafanya tathmini hii mashroom ya magorofa. Hata Kariakoo ndio na mashroom yanaanguka mengine. Ni wakina nani? Fedha hii wanapata wapi? Hamwezi kuwa taifa la watu ambalo pesa watu wanazo tukiholela na hawaulizi maswali. Hata Marekani huwezi kuondoka na dola zaidi ya 20,000. Watakuuliza unapeleka wapi na unatakiwa udeclare. Hapa kwetu hizi dola zimezagaa kwa kiasi kikubwa, zinatoka wapi? Pesa zimezagaa, zinatoka wapi? Magorofa yanajengwa, magari ya kifahari yanatoka wapi?